Usiwe Mkristo ambaye unatoa sadaka siku ya Jumapili, bali uwe Mkristo ambaye unatoa sadaka kabla ya Jumapili. Utajiuliza, mtumishi, una maana gani katika hili? Unajua, Wakristo wengi tumekuwa hatuna maandalizi katika issue nzima ya sadaka. Ndio pale inapelekea inafika siku ya Jumapili, ule muda wa ibada, ndio unakuja kugundua hivi kumbe sina change. Mtu anatoa kupitia vile vikaratasi. Huwa nachukizwa sana na ile hali. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu mtu alikuwa hana maandalizi. Mfano mzuri tunaona katika Biblia, tunamwona Ibrahim wakati anaenda kutoa sadaka kule mlimani, anapoenda kumtoa, alipoambiwa akamtoe mwanae Isaka, alikuwa na maandalizi, alibeba kuni. Lakini tunafahamu kwamba aliambiwa ende katika mlima, na tunajua kabisa kwenye kila mlima wake kuna miti na nini. Kwa nini asingefikiria kama wewe unavyofikiria kwamba kule nitakuta kuna kuni, nitakuta kuna nini, kwa hiyo hakuna haja kwenda na maandalizi yote? Lakini tunaona kwamba alijipanga, akaenda akiwa amejiandaa. Kwa hiyo Wakristo wengi tunashindwa kubarikiwa kutokana na zile sadaka tunazotoa kwa sababu hazina maandalizi. Ndio maana nakwambia usiwe Mkristo unayetoa sadaka siku ya Jumapili, bali kuwa na maandalizi kabla ile siku ya Jumapili. Ikiwa ni Jumamosi au ikiwa wiki nzima, jipange kwamba Jumapili nitatoa kitu gani. Kwa hiyo unakuwa ushaandaa kabisa kwamba nitaenda na sadaka hii, nitatoa kitu hiki, na kabla hujaenda kuitoa sadaka hakikisha unakuwa umeinenea, umepiga magoti, umeomba kuhusiana na ile sadaka kwamba Bwana Mungu, kupitia sadaka hii ikafanya hiki na hiki na hiki, na Mungu ataweza kusikia. Lakini unakuwa Mkristo ambaye wakati umeitwa waimbaji kwenda kuimba pale, jamani waimbaji ndio njoeni muimbe muda wa ibada, muda wa sadaka, na wewe ndio unazuka papo, unaenda kuangalia mfukoni, sina change. Na kibaya zaidi, unaenda pale katika kile kitunga cha sadaka, labda una 5,000 alafu unataka kutoa 2,000. Unaenda unatoa alafu unachukua na change. Unajichukulia na change katika vile vitunga. Hiyo ni kitu kibaya sana, kwa sababu wakati ule kumbuka kwamba sadaka bado hazijawekwa wakfu. Nikisema kuwekwa wakfu, bado hazijaombewa. Kwa sababu tunapotoa sadaka pale, wakati waimbaji wakiwa naimba, mara nyingi kama mimi nimeenda nimeombea sadaka yangu, mimi nina changamoto, nina njaa, nina ugonjwa, labda nina ugonjwa ambao unanisibu, naambia Mungu, ninaomba kupitia sadaka hii, naomba ukaniponye. Sasa wewe umekuja na 5,000 yako, umeenda umetoa pale, kumbe lengo lako ni kutoa 2,000, alafu unachukua 3,000, ambayo hiyo 3,000 mimi nilikuwa nimeomba kwamba Mungu, ninaomba uniponye ugonjwa wangu. Kwa hiyo unachokifanya ni kwamba tunabadilishana, wewe unachukua ule ugonjwa wangu unaondoka nao. Ndio maana kuna Wakristo wanakutana mtu anaumwa ugonjwa ambao haelewi kwa nini, kwa sababu kuna vitu alivifanya pasipo kujua kwamba kupitia zile sadaka ambazo unatoa inabidi uwe na maandalizi. Lakini pia usiwe mtu ambaye unaenda pale unachomoa tu pesa pasipo kujua kwamba hii mtu alinenea kitu fulani. Tunaona hata katika mifano kwa watu wa kidunia hao, wakienda kwa mganga anamwambia weka tegesha sehemu fulani, atakaye kanyaga atabeba tatizo lako. Kwa hiyo hata katika upande wa kimungu tusiwe watu ambao tunaangamia kwa kukosa maarifa, bali maarifa yawepo kwa ajili ya kutusaidia, na maarifa yenyewe ndiyo haya. Baada ya kusema hayo, Mungu akubariki sana.